Mwalimu Ara, nimejibu kweli? Asante. Ndio kaka. Nauliza kwenye habari ya uwekaji wa akiba na nidhamu ya pesa. Kwa wewe kipindi hicho ulitumia njia gani? Ile hela zako, kwa sababu unapata hela ndio sasa hiyo ndugu anamuuma siku hiyo hiyo. Unapata hela sasa hiyo hiyo ndio kitu fulani kinatokea. Unapata hela sasa hiyo hiyo, ulifanyaje kwenye jambo kama hilo? Kwanza wakati ule, yani kulikuwaga hamna hata hiyo akili ya akiba. Umeona Yani ilikuwa sio kubwa kivile, kwa sababu mambo magumu ni mengi yaliyokuzunguka, kama hivyo unavyosema familia. Kwa hiyo mimi nilipoanza kupata pesa, cha kwanza nilisema nitawekeza kwenye jamii na kwenye familia. Kwa hiyo nikakazana kusomesha, na nilisomesha watoto wa kwangu na wa ndugu zangu na watoto wa majirani walionizunguka. Kwa mfano, labda nimekutana na mwanafunzi wangu, mazingira yake ni magumu, yani leo tukiwaita jamani watafurahi kwamba mama aliweka mkono. Kwa hiyo sikujiangalia mimi tu kwa majira ile. Nilikuwa nataka ule umaskini uondoke, na ulikuwa hauondoki wakati ule bila elimu. Kwa hiyo nikawekeza sana kwenye elimu. Unaona, kwenye elimu ya hao niliowataja. Lakini siku zilivyokwenda, siku moja serikali ikasema UTT ndio ilikuwa inaanza. Zamani hizo. Si mnajua UTT ni ya zamani? Wakasema tuwekeze. Tena ilikuwa ukihudhuria kile kikao, sisi tulipohudhuria tulipewa 1500. Ilikuwa nyingi. Kuna ndugu yangu aliondoka mmoja, nikamwambia rudi, kuna 1500 hapa. Alitoka kabla ile 1500 haijaanza kugawanywa. Umeona? Kwa hiyo ulikuwa ukitoa 70,000, serikali inakujazilizia ile 30%. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo mimi pale ndio mahali nimeanza kujifunzia, kumbe inabidi kuweka akiba. Kwa hiyo nikafungua ya kwangu, nikafungua ya mama, nikafungua na watoto. Lakini sikuwa na nyingi, 70. Lakini nashukuru Mungu ile imekuwa, watoto nimeshawakabidhi za kwao. Za mama walisema njoo chukua. Sasa mama alikuwa by then ana miaka kama 85, akasema chukueni pesa ya mama kuleni. Kwa hiyo pale nikawekeza. Sasa akili imeendelea kukua, si ndio? Watu wakaanza kusema wekezeni kwenye maeneo. Nunueni ardhi, wekezeni kwenye nini? Kwenye maeneo. Kwa hiyo kaka, na mimi nikajikaza nikawekeza kwenye maeneo. Unaona? Sijui ukitaja wapi, ukithubutu kutaja hapa kwenye vyombo vya habari, unakuta una maeneo. Kwa hiyo nimewekeza kwa namna hiyo, au nimeweka akiba kwa namna hiyo. Kwa zile resources nilizonazo mimi kwangu na hesabu ni akiba. Na pia kwenye yako fedha pia kapo, siwezi kusema sina, lakini niwaambieni ni vizuri kuweka akiba, si ndio? Hasa huko tuendako, kwa sababu huko tuendako hapa tunapajua, na huko tulikotoka tunajua, lakini huko kwa hiyo hakikisha umewekesha mahali kitu ambacho unajua hapa, hii ni akiba yangu ya baadaye. Na kwenye vipato mimi ninachokifanya, kwenye kipato chako unachokipata, ukishatoa hapo lile fungu la mwenyewe. Mnalijua fungu la mwenyewe? Fungu la mwenyewe. Ukishatoa hapo, mbona wewe hujitolei hapo cha kwako ukahifadhi? Si ndio jamani? Toe na wewe cha kwako hapo hifadhi. Alafu sasa anza kuangalia vipaumbele vyako vikoje. Lakini ni muhimu. Kwa sababu unakuta mtu amekamatwa na hamna. Kwa mfano sisi corona, kwa kweli Mungu tunakushukuru umeepushia mbali corona. Corona ilitupeleka pabaya. Kwa sababu mwaka mmoja kabla nilitaka kufanya matumizi makubwa. Na nikayafanya matumizi makubwa, sinajua mwaka kesho nitapata. Si ndio jamani? Nikafanya matumizi makubwa, mwaka kesho nitapata. Alafu mwaka kesho hakuna. Unaambiwa sijui nunua chakula, wekeza, sijui fanya hivi. Unaenda kuitoa wapi? Kwa hiyo ndugu zangu niwaambieni, jipange vizuri kuweka hiyo akiba. Ndio Mungu atajua itakuwaje, amesema tusijisumbue, lakini ongeza na za kwako. Au ongeza na za kwako, maana muda huo saa hiyo itakuwaje? Wakati mambo hayajipi itakuwaje?
Na sasa mimi sipendi kwenda kuomba. Sitaki kabisa tena, nimemwambia Mungu ujue kabisa mimi sitaki kuomba. Ya mimi naenda nakaa naye mezani naambia sasa God, itakuwaje? Si nimeshakwambia mimi sitaki kuomba, itakuwaje? Kwenda kulialia njaa. Mimi nataka niwe na wasupport wengine. Sio mimi nakuja eti ndo nalialia ndo watu waanze kujikusanya huko wananiletea. Especially kwenye mikopo. Wengi sana ukiangalia historia zao, elimu ya biashara hawajaipata kwa namna yoyote ile. Ukiuliza biashara hii labda kwa nini unataka kuianzisha, labda kwa sababu jirani anaianzisha au aliona kwenye mtandao au mambo mengine kama hayo. Hata nilitaka na nimesikia wewe ulianza shule hadi kwanza ukiwa na miaka 50 na biashara the 40s ilikuwa tayari imepika. Je, ulipata elimu ya biashara sehemu yoyote au ni nini kilikuleta kwenye biashara ukasimama mpaka leo? Sijaenda shule ya biashara. Nimejifunzaje? Ni hivi tu kama hivi tunavyoongea. Unakuta mtu anaifanya, anakuelewesha anafanyaje. Kwa mfano hata nilipotaka kufungua kampuni, unafikiri mimi najua kampuni inafunguliwaje? Hata nilikuwa najua inafunguliwa wapi? Sijui. Nilimfuata mama mmoja, niliongea na mwalimu mwenzangu mmoja, akanambia nenda kwa mama fulani. Huyo mwanasheria mpaka leo siwezi kumsahau, anaitwa Advocate Kimale, Mama Kimale. Nikaenda naye mezani nikamwambia dada yangu, naomba tu nisaidie, mimi ni mwalimu lakini nataka kuanza biashara. Sijui hata inavyofunguliwa. Sijui hata inavyoanza. Sina hata hiyo pesa kama inaandikishwaga kwa pesa. Hiyo pesa ya kuandikisha mimi sina. Akaniambia mwalimu, sasa itakuwaje? Nikamwambia sijui, mimi nimeambiwa wewe ni advocate, nisaidie ndugu yangu. Huyo alinibeba kama ndugu yake. Akaandikisha, akalipa. Simjui hivyo, akaniambia utakuwa mimi unanirudishia kidogo kidogo. That's how I got registered. Hata kuandikisha tu. Na hakuna, unajua serikali haijaweka mahali taratibu za kufuata step by step. Kama unataka kuanzisha biashara yako, step 1, step 2, step 3. Yani you have got to find it out yourself. Hata nilipoandikisha hii kampuni juzi, nikasema sasa nitafanyaje? Nikavaa gauni langu vizuri, sikuvaa mchuchumio, nikavaa raba yangu na soksi, nikaingia zangu Arusha kwenye jengo. Nikamkuta dada mmoja, nikamwambia dada, si unaniona mimi ni mtu mzima, lakini nilikuwa nimetamani miaka yangu mingi na mimi niwe kama wakina mama fulani hapa. Niwe nalitoa kampani langu la nguvu. Sasa mwanangu itakuwaje? Akaniambia mama, mbona hapa umefika? Nitakusaidia. Kanisaidia mpaka zaidi. Nikaitoa tu leseni. Kwa hiyo bwana, wewe jenga ile mahusiano, ukitaka itakuwa tu. Yani if you are determined, yani umeamua ndani ya moyo, God will make a way. Si ndio? Lakini sio ulale. Hoi, ukilala na mambo yako yanalala. Ni sawa sio sawa? Lazima uamke. Wewe ukisikia mimi nikiona kama uchumi hivi na kwenda nagonga, bwana nimekuja hapa ndio waniambia nakopesheka au usikopesheki. Lakini umechukua hatua. Connect with people. Si ndio? Alafu usikate tamaa, itakuwa tu, itaenda tu. Kwa mfano corona ilipopita hapo, yani sisi tumeponea chupu kupita nayo. Haki ya mama, mimi nimefufuka. Nimefanyaje? Nimefufuka. Ngasema hii imepita, mimi nimefufuka. The business has to move on. Yani hawa watoto na wajukuu lazima wakute vitu. Kwani ni Wahindi tu wameandikiwa kurithisha watoto na wajukuu? Hata Wachaga na Wapare tumeandikiwa. Si ndio jamani? Kwa hiyo tufanye vitu ambavyo vitatufaidia sio sisi tu, lakini viwe baraka. Na sio kwa watoto na wajukuu tu, kwa jamii inayotuzunguka. Pale ulipo ufanyike baraka kwa biashara lako. Mimi kuna wamama na waadmire sana. Ndio nimechaguliwa leo, lakini kuna wamama wa nguvu. Wangekuja hapa wanatikisa hii floor inatikisika. Kwa yote ya kuanza biashara, changamoto za biashara, kupanda na kushuka kwa biashara mpaka hapo ulipofika. Unaelezeaje hii statement ya kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke kwenye maendeleo? Sema tena. Rudia ndio useme.
Usemi unasema hivi, adui wa mwanamke ni mwanamke, hususan kwenye swala la maendeleo. Kwa kurifaa safari yako yote ya kibiashara, ups and downs, na mpaka hapo umefika, ni kwa jinsi gani wanawake walishiriki kukwamisha au walishiriki kuinua? Sawa. Asante kaka, kama umenisikiliza vizuri, nimesema sehemu kubwa sana ya mafanikio yangu kwa kweli ni kina mama wenzangu. Kwa kweli ni kina mama. Umesikia hata kuandikisha kampuni, nimemkimbilia mwanamama. Hata juzi nimemkimbilia mwanamama. Sio kwamba kina baba hawatafanya, wanafanya, lakini wamekuwa tayari kunibeba. Unaona hata tulipokuwa tunachukua ile mikopo ya SEDA, ule mzunguko ulikuwa wa kina mama. Kwa hiyo kina mama nawapa big up na shukurani nyingi kwao kina mama. Kina mama tunaweza kushirikiana sana na tunaweza kuaminiana sana. Kwa hiyo kina mama ni kwamba tu saa nyingine labda wengine wanaweza wakafika mahali wakajisahau. Lakini kama hutajisahau, ukafuata zile kanuni za Muumba, ukafuata zile kanuni nzuri za Muumba, ukawa na ile nidhamu nzuri kama mama, kama mwanamke, kutoboa tunatoboa. Kutoboa tunatoboa. Kwa hiyo mama anaweza akajimaliza mwenyewe. Kwa mfano, wewe kama umeamua unakimbilia elimu yako, alafu huku nyumbani watoto hawajapata vile vitu vya kimsingi, hiyo sio hekima, si ndio? Au kwa mfano, unaishi ni kweli umefanikiwa, lakini hutaki mwingine afanikiwe na huna mkono wa kumsaidia afanikiwe, basi pia hiyo sio hekima, sio utu. Lakini tukienda na utu na tukaona wababa ni wenzetu, tushirikiane nao, kwa kweli tunafika. Wababa wanaweza wakajisahau pia, lakini imefika mahali ya kina mama tuone ikiwa baba ameharibika. Mimi mama nasema, nikiona mbaba ameharibika, nikaona kijana wa kiume ameharibika, najua wa mama kuna mahali tumefeli na tujirekebishe. Kuna mahali mambo ya kukaa vizuri. Lakini sio muda wa kunyosheana vidole au mikono. Ni muda wa kukaa pamoja mezani, tuelekezane, tushauriane, mambo yaende vizuri. Lakini mwanamke anaweza kumsaidia mwanamke mwingine. Na pia anaweza kumsaidia mwanaume. Kwa mfano sasa mimi, Mungu kanisaidia. Sisaidii tu wanaume, sisaidii tu wanawake, mimi naangalia jamii. Maana kati ya msemo ambao duniani sasa hivi umetawala ni kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke. Nadhani ni notion ambayo inatengeneza wanawake kutokuaminiana, hususan kwenye masuala ya kibiashara. Lakini sasa, kwa nini mwanamke akishaitwa mke, tunaona ndoto za wengi zikifa, juhudi za wengi zikifa pale tu alipoitwa mke wa fulani na bii yake? Umaskini ni zao la laana au ni zao la kutotumia akili? Kwanza hilo la mke, mtanisamehe kwa sababu mimi egemeo langu kubwa kwenye maisha yangu ni kumcha aliyetuumba. Uwe Mkristo, uwe Muislamu, uwe vipi, mimi nimeperuzi nikakuta kitu ni hiki. Kitu ni hiki, sheria ni zile zile, taratibu ni zile zile, sema tu tunakiuka. Tunazipindisha. Lakini akiwa ameitwa mke, ni heshima. Ni heshima kubwa sana, ametunikiwa kitu, yani katika wengi kachaguliwa yule. Basi angeishi vizuri, mambo yataenda. Angeishi vizuri, akafuata taratibu, mambo yataenda. Kwa sababu yule amewekwa ashirikiane na yule mwingine ili mambo yawe bora zaidi. Kwa hiyo mambo ya kifa ni bahati mbaya, yule mama au yule mke hakujitambua na hakutambua nafasi yake aliyopewa. Yani ni heshima kubwa. Wa mama, sijui kama mnaonaje hilo jibu, mnalionaje? Yani sisi tusiwe sababu ya kuua ndoto, ya kuua mwingine. Ni kweli saa nyingine tuna power, si ndio? Tunazo power. Eti jamaa, mnajua power au nguvu? Ziko nguvu nyingi. Ukiitwa mke tayari that's power. Ukiwa umesoma, unayo madigrii yako, una manini, hiyo ni power.
Ukiwa una cheo chako, una kazi yako, hiyo ni power. Ukiwa na kampuni yako unaoendesha, hiyo ni power. Nimetaja fedha. If you have money, that is power. Uongo? Si utaamuru, utaambiwa kana huku mbele, panda huku, sogea huku. Uongo? Si ni kweli hivyo? Kwa hiyo power. Sasa watu wengine wana misuse power. Hawa wanahitaji tuwaombee au tuwafanyie counseling. Hawajajielewa, hawajajitambua. Kwa sababu kazi yetu sisi tulivyoumbwa ni kwamba vitu viongezeke. Mama ndio anafetua vile vitu vya kuongezeka. Halo. Ulikuwa mwenyewe una nyumba, upate nyumba. Ulikuwa una watoto, upate watoto. Ulikuwa una gari, ni mama huyo, ndio mke huyo kaingia. Si ndio? Lakini ukiona vinaenda kinyume, pana shida. Na engo fulani nadhani sikuiweka sawa kwa swali. Ni kama wanawake wengi wanachukulia kuwa mke ni kama udhaifu, lakini umelielezea vizuri kwamba kuwa mke ni nguvu mojawapo. Sasa wanawake wengi unakuta labda alikuwa na ambition, tumemfahamu kwenye ubinti wake na upambanaji wake, lakini alipoolewa wala hukuti kwamba mume labda ndio anamzuia. Lakini wanawake wengi wakiolewa, wengine ni kama wanabeba kama udhaifu, lakini wengine ni kama wamegraduate life. Kwa hiyo hahitaji tena kupambana. Someone will fight for me. Huyu mama huyu, mimi nimesema amejisahau. Alikuwa mpambanaji, karidhika, kakuta kila kitu, karidhika, au kaambia wewe ni mama, so please tulia. Si ndio jamani? Kuna wengine wanaambiwa tulia. Kwa hiyo ukimwambia tulia, anakuwa ametulia kweli kweli. Lakini mimi nafikiri hawajaweza kukaa mezani vizuri wakayatengeneza ili kila mmoja apate safu yake na mambo yaende. Ndivyo nilivyoona. Ndio dada. Samahani, lakini hapo pia kwa kina mama, kuna baadhi ya kina mama wanahisi kwamba wakiwa ndani ya ndoa wanabanwa zaidi kuto kufanya biashara zao. Yaani wenza wao wanawekea ukuta. Kwa wengi wanadhani kwamba wakiishi wenyewe ndio wanaweza kusurvive vizuri zaidi kwa bila kufanya biashara. Sasa hii nayo sijui tuiekeje kwa kweli. Tunaona asilimia kubwa wengi wanaosimama sana kwenye biashara wanawake ambao hawana baba pembeni. Asilimia kubwa unakuta mtu anapambana kweli kweli, wenyewe wanajiita masingomaza siku hizi. Ni jambo ambalo lipo, lakini mimi nimesoma kile kitabu wanakiita Biblia. Na anasema hakuna mtu atamkosa mwenza wake. Si ndio? Ina maana Mungu hata pale bustanini akamweka Adamu, akamweka na Hawa. Mungu alitaka tuwe wawili, tuishi kifamilia. Na kwenye familia ndio kwenye maongezeko. Alafu mimi kwenye haya maisha sio mali tu. Maisha sio mali tu. There is more than that. Maisha sio magari tu. Maisha sio mapesa tu. Maisha sio manyumba tu. Kwa sababu utafuata hivyo tu, kuna upande ambao tutakosea. Kwa hiyo pia tukielimishana katika hilo kwamba vinatakiwa viende sambamba, viende pamoja, unless tatizo limetokea, basi itakuwa vizuri zaidi. Sijui kama nimesaidia kidogo. Nimesaidia kulijibu. Sasa kaka alikuwa na part 2 ya lile swali lake. Kuna umaskini wa aina mbili. Kama ule wa kwanza ambako mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo nitasema ni maskini. Kwa maana vile vitu vya kimsingi hatukuwa navyo. Kula tulikula na kulala tulilala, lakini kuna vitu zaidi ya hapo. Wengi hatukuweza kwenye ile familia yetu. Mama yetu ametuzaa 10, wasichana 8 na wavulana 2, lakini baba alijaliwa kuwa na wengi zaidi, alituzaa 27. Sasa sio wote waliopata ile elimu, ambapo zamani si mtu unapata elimu, unapata kazi, maisha yanakuwa vizuri. Kwa hiyo kuna kuzaliwa kwenye umaskini. Lakini kuna umaskini mwingine unakuja kwa sababu fursa ipo, haijatumika, hutaki kuzalisha. Kwa hiyo automatically utakuwa maskini. Mimi ndio naamini hivyo kwamba kuna umaskini umejikuta na kuna ule umaskini ambao wewe mwenyewe umeuzalisha kwa kutokuwajibika kwa namna zote. Muda wetu ni mfupi, siwezi kufafanua hivyo, lakini mmenielewa. Labda mwingine anajua umaskini mwingine. Unaujua umaskini mwingine? Mimi ninasema umaskini hivi, mimi na nimeandika, it's in writing, it's in my PowerPoint, kwamba kuna huu umaskini mkubwa wa kutokwenda na misingi ile ya imani ya kumjua huyo Mungu. Huo ni umaskini.
Wewe unaishi tu, hufuati Ukristo, hufuati Uislamu, hufuati unini. Kwa hiyo huo kwangu mimi ni umaskini. Alafu kuna umaskini, huna elimu ya kuweza kuishi sasa huku changanyikeni ukaelewana na watu. Si ndio? Kwangu mimi huo ni umaskini. Huna hiyo elimu. Alafu kuna huo umaskini sasa, huna pesa. Huna resources. Yaani huo kwangu mimi ni nini? Ni umaskini. Alafu kuna ule umaskini, yani wewe ni maskini sana kwa sababu huwezi kumsaidia yule wala pale wala hiki. Sasa kwa hiyo mimi ninagawanya umaskini mara 4. Sasa inategemea mtu na cha 5, kakaangu, kama huna afya ni maskini. Halo. Kama afya yako ni mbaya, wewe ni nini? Sio pesa tu. Pesa unaweza ukawa nayo, lakini afya yako ni mbaya. Kwa sababu hutatoka sasa ukazalishe, hutatoka usimame darasani kama hapa. Mambo yako yatakuwa ni mengi na magumu, kisa afya ni mbaya. Kwa hiyo afya zetu ni za kulinda, afya zetu ni za kutunza, ili tuondekane na umaskini wa nini? Umaskini wa kiafya. Unaweza kuondokana na umaskini wa kielimu. Yes, you have a degree, you are a professor but no money. What for? Hapo kwenye afya kuna ile mama unakuta unakimbizana na watoto, unakimbizana na mume, familia nini, lakini wewe unakaa nyuma. Lakini nimeona wewe ni mtu mzima lakini bado uko mtu mzima. Wapi sister na wewe? bado uko vizuri. Yaani sasa hapo kwenye kujimaintain hapo na kuwa vizuri. Tuambie japo kaneno. Kwa hiyo kadiria ngapi ya utu uzima? Kama 65. Sawa, nimeongezeka hapo kidogo tu. Juzi nimecross 70. Nimecross 70. Naanza kutafuta huku na 1 2 3 80. Heri. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, umeniuliza swali lakini litajirudia mwanangu, kwa maana ya kwamba kaka yule aliuliza balance. Kimbizana na watoto, yes, balance. Tafuta elimu, yes, balance. Kula mavyakula yako mengi, balance. Kila sana utapasuka hapo, utachanika. Balance. Jipende, jitunze. Halo. Hii ni kwa wote, ni mbaba, ni mama, ni kwa wote. La sivyo huwezi kutafuta pesa, la sivyo huwezi kufanya biashara, kwa sababu umelega upande mmoja. Na sio kwamba sijapata challenge za kiafya, nimepata sana. Chocho pale niulize challenge gani? Nikikueleza tu unazimia. Hizo yani mimi sijui ni changamoto gani sijapitia. Sijui kweli. Ya kukosa hela nimepitia, ya kukosa elimu mpaka unaenda uzeeni kusoma nimepitia, sijui ya kuumwa nimepitia, sijui ya kuachika nimepitia, sijui ya kufanya. Yaani hizo changamoto unazozijua, list them, nimepitia. Kutembeza mizigo huko wapi sister, nikikutembezea mimi ya kwangu itanunuliwa, utaona. Sina uzoefu. Sasa wengine hapa mjatembeza kitu yote. Hamjatembeza karanga, hamjatembeza maziwa, hamjatembeza mashuka. Hivi wewe umetembeza nini? Umetembeza nini? Chapati nimetembeza. Naamka saa 8 na sukuma, najua kuifanya hivi, ngazunguka hivi 10 na kugeuzia 10 kwenye frampeni. Wewe hujui kugeuza hata moja. Halo. Tunaamka hatuamki? Tunaenda hatuendi? Kingine jamani, nimewahi kuwa na mume niliyempenda sana. Tumezaa watoto 3. Mmoja ana 45, mwingine ana mmoja ana 46, mwingine ana 35 na mdogo ana 33. Lakini nilivyosema kwamba kuna aliyetuumba, ana sheria na taratibu.
mimi napenda kuzifuata. Kwa hiyo mwenzangu huyu aliamua kuchukua mstari mwingine, na mimi nikaamua kwamba nitakuwa mwaminifu. Yaani nataka wakitafuta a role model mother, I'm one of them. Role model mother. Kwa hiyo mimi nimebaki nyumbani, nimelea, nimesomesha, nimetunza. I hate to call myself a single mother because I don't like that terminology. I don't like that terminology. Naomba Mungu familia ziwepo zenye ndoa nzuri zilizosimama vizuri. Si ndio jamani? Sana. Yaani mimi na encourage sana wa mabinti na wanani kwamba waishi vizuri kwenye ndoa zao vizuri. Lakini mimi niko open sasa. Akija baba anajielewa, anajitambua, open. Asante kwa swali. Ndio kaka. Ndio. Okay. Basi niwaambie Experience Tanzania ni kampuni, ndio umbrella company. Nayo hiyo tunalisha wageni, tunalaza wageni, tunafanya itineraries mbalimbali, tunafundisha kwa maana ya kupokea wanafunzi wa ndani ya nchi na nje ya nchi wa level zote, high schools pamoja na vyuo vikuu. Kwenye hiyo kampuni nyingine ambayo iko ndani ya Experience Tanzania ndio hiyo tour company, ndio kwanza imeanza. Tutaanza trip mwezi huu unaokuja. Alafu tuna hilo shirika lisilo la kiserikali linaitwa Uweza Foundation. Tunapeleka huduma kwenye jamii upande wa elimu kwa maana ya kusponsor vijana, kwa maana ya kuboresha mazingira ya shule na kufanya mambo mazuri mashuleni. Wakati huo tunafanya afya. Tumegundua kwamba kuna wanafunzi hawawezi kusoma kwa sababu wanaumwa hiki au kile na hawana mtu wa kuwapeleka hospitalini wapate huduma waweze kuendelea na elimu. Kwa hiyo hao pia tukikutana nao tunawapa huduma za kiafya. Hata mtaani anaweza kaja mtu ambaye hajiwezi na anahitaji huduma ya kiafya, tutamsaidia akapate huduma. Na kingine tunachokifanya ni kwamba tunajenga makazi. Kuna watu tumegundua kumbe Tanzania kuna watu hawana makazi. Yaani mtu hana nyumbani. Utashangaa imekuwaje hana nyumbani. Hana nyumbani, umri umeenda, hakujipanga, hana nyumbani sasa. Kwa hiyo leo analala pale, kesho kutwa analala pale, basi anakuwa wa kuhamahama. Kwa hiyo tumewahi kukutana na mazingira kama hayo na tukaweza kujenga mahali pa kujihifadhi mtu au pa kujisitiri mtu.